Welcome tena hapa Lita Media. Kama vile kuahidi tumeweza kurudi hapa ili tuweze kuendelea na neno. Na nazidi kuwasihi ya kwamba tuweze kufollow Lita Media Facebook, Lita Media KE, WhatsApp, YouTube. Alafu WhatsApp unaweza kutupata na namba 0703804746. Tutaweza kukurudishia swali kama vile ungeweza kuuliza. Kwa hivyo nataka kumkaribisha mwalimu aweze kuendelea nasi kwa sababu tumeguza kuhusu life au kuhusu uhai. Ya kwamba uhai ni dhihirisho lingine ya kwamba Mungu yuko. Karibu sana mwalimu, tuweze kuendelea. Asante. Yes. Na tutazidi katika kurejelea. Yes. Tuweze kuona examples. Yes. Kwa sababu ndio tulikuwa tunaangalia. Yes. Na nataka sasa tuende kwa mtu mmoja ambaye tunamjua sana. Alikuwa anaitwa Ayubu. Yes. Tusome tusikie yeye akinena. Kwa sababu Ayubu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na mali mingi sana ukisoma katika Ayubu. Yes. Lakini kama jinsi ambavyo watu wengi wanaelewa na hata hunena na kutumia hiyo maisha yake, yes, ikiwa ni mfano, yes, katika maisha yao. Siku moja alienda na mwili wake ukawa umefinywa sana katika hali ya magonjwa na hali ya mambo ambayo yalikuwa yamemzunguka. Yes. Ningependa tusome katika Ayubu ni 10. Ayubu 10 mstari wa 12. Mstari wa 12. Tusikie yeye akitoa ushuhuda wa huyo Mungu ambaye tunasema ndiye anayepeana uhai. Yes. Alisema nini? Mtazamaji wetu, naomba ufungue pamoja nasi kitabu cha Ayubu 10 mstari wake ni 12. Neno linasema hivi, Ayubu 10 mstari wa 12. Umenijazi uhai na upendeleo, na maangalizi yako yameilinda roho yangu. Yes. Hivyo ndivyo alisema. Ya kwamba baba wetu alimpa uhai. Yes. Na alizidi kuelewa ya kwamba siku zote huyo muumbaji wake, yes, ndiye alikuwa anamlinda kila siku. Correct. Huyo ni mfano mmoja. Yes. Na tukitumia hiyo mifano tunasema ya kwamba kitabu ambacho tunakitumia ni sahihi kamili kutueleza ukweli wote. Correct. Mfano wa mwisho ni nyakati za kale sana. Yes. Kulikuwa na mfalme alikuwa anaitwa Zedekia. Tutasoma katika Yeremia 38. Tutasoma mstari wa 16. 38 mstari wa 16. Kuna wakati huyo nabii, yes, ambaye ni Yeremia, kama jinsi ambavyo tunasoma historia yake, alikuwa anasukumwa sana kwa habari ambazo alikuwa anaziletea wana wa Israeli, yes, ambazo zilikuwa zinatoka kwa baba wetu. Yes. Na sasa hapa alikuwa amesukumwa sana, yes, na ilikuwa ni auliwe. Lakini huyu mfalme kuna walikuwa wakinenezana na yeye. Kuna jambo alimwambia. Hebu tusomee hapo. Mstari wa 16 wa Yeremia 38 inasema hivi, basi Sedekia mfalme akamwapia Yeremia kwa siri akisema, kama Bwana aishivyo, yeye aliyefanyia roho zetu, sitakuua wala sitakutia katika mikono ya watu hawa wanaokutafuta wakuue. Ya kwamba baada ya mambo kutendeka, yes, na ikaonekana ya kwamba Yeremia sasa ni kuuliwa atauliwa. Yes. Sababu huyo mfalme, yes, kuna jambo alilijua. Tunasikia hapo linaambiwa kwamba alienda na akamwambia kwa siri. Akamwambia kama baba wetu aishivyo milele. Yes. Ukisoma Kiingereza itakuelezea vizuri na kukuambia kwamba yeye ndiye giver, yes, wa uhai. The giver of life. He is the giver of the life. Yes. Hivyo nadhani hiyo mifano inatutosha. Correct. Kutueleza ya kwamba uhai ambao tunao si wetu. Kuna yule anayetupa huo uhai. Yes. Na ndio tudhibitishe hivyo. Ningependa tuingie sasa kwa sehemu kidogo tu ya kuelezea je, yeye anaweza kucontrol huo uhai. Yes. Anaweza kucontrol, sababu ni wake. Anaweza kucontrol. Sababu watu wengi huwa na maswali siku hii ya leo. Yes. Na kwamba huyu aliuliwa, huyu aliuliwa na huyu alikufa before wakati wake ufike. Ama kafanyika hivi. Huyu alipotelea baharini akakosekana. Haya mambo yote yanakuanga juu ya huyo mwenye huo uhai, mwenye aliupeana. Yes.
Tusomea katika Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati 32. Usome mstari wa 39. 32 verse 39. Tusikie huo 32, 39. Mambo ya Nyakati 32. Kwa lugha nyingine ni Deuteronomy 32, 39. Wa pili au wa kwanza? Mambo ya Nyakati Deuteronomy. Oh, Deuteronomy. Yes. Pole. Kumbukumbu la Torati, samahani. Kumbukumbu la Torati ndio Deuteronomy. Mambo ya Nyakati ni Chronicles. Sorry. Ndio kuuliza kama ni wa kwanza au wa pili. Kweli. Katika Deuteronomy. Deuteronomy ni kumbukumbu la Torati. 32, 39. Thank you. 32, 39. Tusikie huo uhai. Yes. Ambao tumesikia pale mwanzo. Yes. Alimpa mwanadamu. Je, baada ya kumpa mwanadamu alikuja akawa na uhuru. Na akawa ya kwamba hata amemzidisha yeye aliyepeana huo uhai. Mtazamaji, tunasoma katika kumbukumbu la Torati 32 mstari wa 39 ambao unasema fahamu sasa ya kuwa mimi ndiye wala hapana Mungu mwingine ila mimi. Naua mimi na huisha mimi. Na nimejeruhi tena naponya. Hata ukifika hapo ni ya kwamba alikuwa ni Musa. Aliandika hiki kitabu. Na alitoa ushuhuda wa baba wetu. Sababu baba wetu alimwambia kwamba mimi ndiye Elohim aishie. Na hapana mwingine. Mimi ndiye huua na mimi ndiye huhuisha. Na jeruhi na pia naponya. Kwa hivyo hata siku hii ya leo ana huo uwezo. Samueli aliweza Samueli katika Samueli wa kwanza 2 mstari wa 6. Samueli wa kwanza 2 mstari wa 6. Tukue na mshuhuda mwingine. Mshuhuda wa pili. Mtazamaji wetu, tunasoma katika Samueli wa kwanza 2 mstari wa 6. Mstari wa 6 ambayo unasema hivi. Tuandamane pamoja. Bwana huua naye hufanya kuwa hai. Hushusha hata kuzimu. Tena huleta juu. Yes. Kwa hivyo anasema plainly. Na anasema kwa uhakika ya kwamba Bwana huua na ndiye huhuisha. Na watu husema kwamba mtu akikufa ya kwamba ni shetani ameleta hayo mambo. Hiyo itakuwaje mwalimu? Tukisoma kuhusiana na mtumishi wa baba wetu alikuwa anaitwa Daudi. Tutasikia ukumbuke. Hebu tusomee kwanza katika Lamentation ni maombolezi. 3. Maombolezi 3. Usome 38. 3:38. Nafikiria ni huo mstari. Inasema hivi. Je, katika kinywa changu aliye juu hayatoki maovu na mema? Yapo. Nataka ule mstari unanena na kusema ya kwamba hakuna anayeweza kusema jambo na litendeke pasi na uwezo wa yeye baba wetu. Ni hiyo 3. Na 37. 37 hapo inasema ni nani asemaye neno nalo likafanyika ikiwa Bwana hakuliagiza? Ya kwamba hakuna mtu katika hii dunia. Hata kama ni kufa. Hakuna afae pasipo baba wetu kujua. Kwa hivyo mwalimu, inaonekana watu wote ambao hufa kwa njia yoyote ni Bwana huwa anafanya wafe. Hata wenye wanajinyonga, wenye wanauliwa na risasi, wenye wanaanguka kwa maji, wenye wanachomeka kwa nyumba, wenye wanagonjeka wanalala kwa hospitali, inaonekana ya kwamba wote ni baba mwenye enzi, muumba uhai ambaye huwafanya wafe. Anakuanga katika kazi yake. Ya kila siku. Baada ya kuupa siku hizi za nyuma hata leo hiyo kazi huendelea. Kwa sababu yeye wakati sisi tumelala yeye hukua akituangalia. Na ndivyo Ayubu amesema ya kwamba alimpa uhai na humlinda kila siku na huo uhai. Na Daudi akinena katika Daudi ya 146 Zaburi 146 mstari wa 4.
Mtazamaji wetu, tunasoma katika kitabu cha Zaburi 146 mstari wa 4. Tufungue pole na huko hata wewe unaandamana nazi katika Zaburi 146 mstari wa 4. Ambayo inasema hivi, tunaenda pole ili tuweze kuandamana hapo juu kidogo. Kuanzia 3 ambao unasema watumainie wakuu wala binadamu ambaye hakuna wokovu kwake. Pumzi yake hutoka, hurudia udongo wake. Siku hiyo mawazo yake yapotea. Heri ambaye Mungu wa Yakobo. Yes. Ya kwamba alikuwa ni Daudi alikuwa anashauri mwanadamu na kumwambia kwamba usimtumainie mwanadamu mwenzako. Iwapo akuwe ni mtu mkuu, akuwe ni mtu ana uwezo wa kuonekana kwa haya macho. Anasema ya kwamba wakati hiyo breath of life ambayo tulisoma katika Mwanzo 2 mstari wa 7 ikasema ya kwamba hiyo ndiyo baba wetu alimpa mwanadamu, alimpulizia akawa nafsi hai. Correct. Ya kwamba ikikwisha pita baba wetu akiichukua, huyo mwanadamu anakuwa ni matope. Correct. Kutoka hapo mawazo yake yanasahaulika. Anajua kwamba mtazamaji anazidi kuandamana na lesoni ambayo inazidi kuelezwa na mwalimu kuhusu hali ya wafu. Kwa sababu najua atapita katika haya mambo yote. Correct. Ya kwamba hali ya mtu mfu ako tu ni nyama tupu na mifupa ambayo zimelala katika kaburi. Correct. Lakini the breath of life ina mwenyewe ambaye ni baba wetu alimpa mwanadamu. Thank you very much. Mtazamaji wetu, tumeendelea vizuri na lesson yetu ya siku ya leo, na mwalimu anazidi kutufundisha ya kwamba the giver of life is God. Kwa hivyo hiyo ni dhihirisho ya kwamba Mungu yuko, kwa sababu tumeonyesha kwamba ndiye ambaye humpa mwanadamu uhai na ndiye ambaye hurejea na kuchukua huo uhai. Asante sana mwalimu, tumeendelea vizuri. Tunasema uendelee kufuata hii channel Real Time Media Facebook, na pia ukienda YouTube utatupata kwa Real Time Media KE. Ukitaka kutupata na namba ya simu unaweza tumia 0703 80 47 46, utatupata kwa WhatsApp na Bwana aweze kutubariki. Asante sana mwalimu, tuendelee ili tuweze kujua tunataka kujua ni sababu gani ambazo zina prove ya kwamba Mungu yuko. Kwa hivyo nadhani tumesoma mambo mengi sana ambayo ni ushuhuda watangia nyakati za mwanzo ya kwamba Mungu wetu ndiye hupeana uzima. Correct. Kwa hivyo siku hii ya leo nikibarikiwa na mtoto. Si huyo ni mtoto ambaye ana uhai. Correct. Na amekuja katika dunia. Nani amempa huo uhai? Amepewa na mwenye uhai. Amepewa na mwenye uhai. Kwa hivyo siku zote hata tukikosa kuamini haya mambo mengine yote, wakati ambapo tunaona watoto wanazidi kuzaliwa, basi inazidi kutuambia ya kwamba anayepeana uhai hapo hata siku hii ya leo, hata siku hii ya leo. Kwa hivyo nadhani hapo tutafika hapo kwa hicho kitengo. Ndio tuzindi katika hicho kitengo kingine. Hiyo kitengo kingine ni inakaribiana sana na hali ya uumbaji. Na ni jinsi ama sheria the natural law. The natural law. Tukisema the natural law tunasema ni sheria ambayo inatawala dunia. Na nilikuwa nimetajia kwa ufupi wakati ambapo tulikuwa tunaanza lesoni hii. Nikasema ya kwamba naona uko na kalamu. Nikiishika na niachilie inafanya nini? Tutafanya hivyo mtazamaji wetu akiweza kuona na iachiliwe. Inaanguka chini. Inaanguka. Hakuna siku utaona ikienda. Haitaenda. Na ikienda pande za juu. Na ikifanyika hivyo hata utaona watu wakipotea. Kwa sababu itakuwa ni muujiza. Itakuwa sio jambo la kawaida. Sio jambo la kawaida. Kwa hivyo kuna ile sheria ambayo hutawala dunia. Sheria nyingine kuna sheria ya jua. Kwa hivyo hiyo ni gravity. Gravity ni sheria moja. Ya pili kuna jua. Jinsi jua lina chomoza na kutua. Correct. Kuna hali ya mchana na usiku. Day and night.
Si ziko hata siku hii ya leo. Ziko. Na tulisoma katika Mwanzo wakati tulisoma kuhusu uumbaji. Yes. Tukasikia ya kwamba ni Baba wetu aliziumba hivyo. Correct. Na mambo mengi ambayo hatuwezi tosha kuyaelezea. Correct. Kuna bahari. Najua yeyote ambaye ameweza kutembea pale baharini. Maji ambayo yamo mahali pale yes. ni mengi sana. Correct. Hata ukitazama huone mwisho wake. Lakini haya maji hakujawahi kucha siku moja tukasikia sehemu ya Mombasa imeweza kufyekwa na maji yote imeisha. Correct. Kwa sababu kuna ile sheria inaamuru yes. hiyo maji. Mito ambayo tunaiona. Yeah. Kuna ile sheria inaiamuru. Kuna bali ni mito inapitia inaenda. Kwa hivyo haya mambo yote pia wanasayansi wamezidi sana katika kuisoma yes. na katika kujaribu kudhibitisha yes. pasipo na Mungu. Yes. Kumbuka wakati tulikuwa tunaanza tuliona ya kwamba hao vitengo vyote the biologist, scientist na atheist wanajaribu kuprove kitu chochote ambacho kiko katika dunia pasi na Mungu. Ya kwamba vitu ziliweza kufanyika yes. pasipo Mungu. Hiyo ndio inakuanga bidii yao wakijaribu kuelezea hilo jambo. Yes. Na wao wakikuja kutazama hayo mambo yote yes. Wanatoa mambo mengi sana ya theories yes. mingi sana ambazo zinajaribu kuelezea kulikuja kuwa vipi. Yes. Kwa sababu walikuwa wanaangalia sasa kuna kama mmoja Isaac Newton. Yes. Ili akuja kugundua hiyo theory ya gravity. Alikuwa amekaa mahali ndivyo inasemekana. Na ni tunda lilitoka kwa mti chungwa. Likamgonga kwa kichwa. Correct. Akashangaa. Kwa nini halijatoka wakati limetoka kwa mti yes. liende upande wa juu. Na hapo wakaanza uchunguzi. Ndiposa yes. siku hii ya leo tuna hiyo theory ambayo inaitwa the gravity theory. The gravity theory. Na mambo mengi sana wanasayansi wakajaribu sana. Yes. Lakini katika haya mambo yote wanasema kwamba wamemuondoa Mungu. Correct. Lakini kuna jambo ambalo tulisoma na nitataka tulirudie tena katika Zaburi 14 mstari wa kwanza. Zaburi 14 mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza. Mtazamaji wetu, tunasoma katika Zaburi 14 mstari wa kwanza ambayo inasema hivi. Mpumbavu amesema moyoni hakuna Mungu. Wameharibu matendo yao na kuyafanya chukizo, hakuna atendaye mema. Ya kwamba mtu ambaye ni mpumbavu yes. katika moyo wake yes. yeye kusema ya kwamba hakuna nani? Hakuna Mungu. Hivyo yes. Tutarejelea kitabu ambacho tulikisoma katika Mitume 17 mstari wa 24 na 25. Ikasema ya kwamba Baba wetu hahitaji chochote yes. kutoka kwa mwanadamu. Correct. Sababu ndiye aliyeumba vitu vyote. Kwa hivyo hata hii sheria yes. bado ilitoka kwake. Na hili la tatu pia nitaliunganisha vivyo hivyo. Yes. Niseme ya kwamba tuliona uumbaji yes. ulihitaji muumbaji ndio uweze kuwa. Sure. Uhai yes. umehitaji mwenye uhai aweze kuupeana yes. ndiposa uweze kuwa. Pia vivyo hivyo sheria hii ambayo yatawala dunia yes. ilihitaji atakaye ipeana, the law giver. Yes. The law giver demands the law giver. The law demands the law giver. Yes. I hope mtazamaji wetu anaandamana nasi na kwamba sheria inahitajika kuwa na yule ambaye anapeana hiyo sheria. Yes. The same case. Yes. Life demands a life giver. And creation demands a creator. Yes. Correct. Kwa hivyo those are some of the proofs ambazo zinatuprovia ya kwamba kweli Mungu yuko. Yes. Tuendelee mwalimu. Nataka tuingie katika hali ya manabii. Yes. Kuna nabii mmoja ambaye alikuwa anaitwa Isaya. Ukisoma Isaya 33 mstari wa 42. Mstari wa Isaya 33 12.
Isaia 33 mstari wa 12, mtazamaji wetu. Kwa sababu wale ambao tunaosikia leo na sayansi wao wamekuja kugundua baadaye ya kwamba kuna sheria ambayo huwa inaendelea na ambayo hutawala mambo hatukuwa tunajua, na haibadiliki siku zote. Yes. Na mtu akijaribu kuenda kando nayo, yes, pengine hilo jambo halitafanyika. Correct. Sasa tusomee hapo tusikie. Je, ilikuwa tangia mwanzo? Verse 12 inasema nao mataifa watakuwa kama kuchoma chokaa, kama miiba iliyo katika iteketwazo motoni. Tuendelee. 33 umesoma? 33:12. Haya, tusomee na Kiingereza. 33. Isaiah 33. Naona sio kama hapo. Lakini nitazidi kuangalia hilo andiko. Yes. Ndiposa niweze kujua, lakini sawa sawa na hilo waweza tusomea katika Yakobo 4 mstari wa 12. Yakobo 4 mstari wa 12. Mtazamaji wetu, tuandamane pamoja katika kitabu cha Yakobo 4 mstari wa 12. Yakobo 4:12 inasema mtoa sheria na mwenye kuhukumu ni mmoja tu, ndiye awezaye kuokoa na kuangamiza. Nani wewe umhukumuye mtu mwingine? There is one lawgiver, yes, who is able to save and to destroy. Correct. Who art thou judgest another. Okay. Kwa hivyo nilikuwa nataka tuanze hapo. Yes. Tuelewe ya kwamba yes, anayepeana sheria ni mmoja. Kuna sheria aina tofauti. Yes. Kuna ile sheria hiyo ambayo tunanenea siku hii ya leo. Yes. Kwa sababu tunaisoma iweze kutusaidia kujua ukuu wa Baba wetu, yes, na jinsi alivyo. Correct. Na kuna sheria ingine ambayo ni ya kutawala mtu katika hali ya kiroho. Correct. Hiyo tutakuja kusoma mambo yake baadaye. Lakini hii tunasikia kwamba hali ya sheria yote, yes, anayepeana sheria ni mmoja. Kwa hivyo hata haya mambo yote ambayo sisi huyaona, yes, na ambayo huzidi sana siku zote, yes, kwetu sisi tukiyaona, yes, aliyeipeana tangia mwanzo ni mmoja. Correct. Na sababu aliipeana, alikubali ianze kufanya kazi wakati aliumba hiyo sheria ikawa. Mtumishi wa Baba wetu Ayubu akinena nyakati zile. Yes. Somea katika Ayubu 28. Utaanza bali uanze 20 twende hadi 27. Tusome pole pole. Mtazamaji wetu, naweza kukuomba uweze kuandamana nasi katika kitabu cha Ayubu. Ayubu 28. Mstari wake kutoka wa 20 tukiteremka hapo chini hadi 27. Inasema hivi. Basi hekima yatoka wapi? Na mahali pa ufahamu ni wapi? Kwa kuwa imefichwa mbali na macho ya wote walio hai, na kusitirika na ndege wa angani. Uharibifu na mauti husema, tumesikia habari zake kwa masikio yetu. Mungu ndiye aujuaye njia yake, naye anajua mahali pake. Maana anatazama hata miisho ya nchi, na kuona chini ya mbingu nzima. Apate kuufanyia upepo uzito wake, na anayepima maji kwa kipimo. Nashika hapo. Yes. Tumeshika vizuri sana. Kabisa. Ayubu alikuwa anajiuliza na kuuliza hekima inatoka wapi? Na haya mambo yote ambayo tunayaona kama jinsi ambavyo watu hujiuliza yametoka wapi? Sasa akakuja hapo, anataka sasa uanze hapo kuhusu jinsi ukuu wa Baba wetu ulivyo. Yes. Jinsi anatazama dunia yote. Anza hapo sasa. Mungu ndiye ajuaye njia yake, naye anajua mahali pake. Maana anatazama hata miisho ya nchi, na kuona nchi chini ya mbingu nzima.
apate kufanyia upepo uzito wake. Naam, anayapima maji kwa kipimo. Fika hapo kwanza. Yes. Ya kwamba yes, hiyo ni amenenea kuhusu sheria moja. Correct. One natural law. Yes. Ya upepo. Ya upepo. Yeye anapima. Ukisoma kuhusu sheria za ama theories, kuna mambo mengi sana huwa zinajaribu kuelezea kuhusiana na upepo. Lakini tumesikia hiyo sheria ya upepo. Yes. Na jinsi ambavyo upepo huelekea, yes, ni Baba wetu huelekeza na ndiye huupima. Ndiye hupima. So kama jinsi tumesoma katika Yakobo, ni yeye aliyepeana hiyo sheria. Hiyo sheria. Haya, pia maji tukasikia vivyo hivyo. Ati ya kwamba pia maji yalivyo, yeye mwenyewe ndiye hufanya nini? Haya, tuendelee. Haya, fika 27. 26 inasema hapo alipoiwekea mvua amri na njia ya umeme wa radi. Fika hapo kwanza. Yes. Ya kwamba kuna hali ya mvua. Yes. Aliwekea amri. Yes. And this is the natural law ambayo tunanenea kuihusu. Kwa hivyo kuna kiwango ile mvua inaweza nyesha, isikuwe inadhuru watu. Yes. Na kuna ile hata ile matone. Yes. Kuna ule uzito inatakana kukuja nayo duniani. Yes. Kwa hivyo ni sheria ameiwekea. Yes. That's the natural law. The natural law ambayo tunanenea kuhusu. Ni mambo ambayo Baba wetu aliiweka ya kutawala dunia. Correct. Kwa hivyo mvua hunyesha. Lakini tukienda kusoma, unasikia watu wakiambiwa vipi? Pandeni miti. Miti ndio inaleta mvua. Fanyeni nini? Mambo mengi sana. Lakini tunasikia sheria ya mvua aliyeipeana ni Baba wetu. Correct. Hivyo yeye ndiye huamuru. Yes. Pia lightning. Imeitwa aje kwa Kiswahili? Kwa Kiswahili radi. Yes, umeme na radi. Hizo pia jinsi ambavyo zinafanya kazi hata siku hii ya leo. Yes. Ukisoma kuhusu physicians ambao pia ni scientist, wananena sana kuhusu jinsi lightning ama radi na umeme huweza kupatikana. Unasikia mawingu yanafanya nini? Yanafanya nini? Kuna sijui electric power inaendelea. Yes. There is charging ya positive clouds, negative clouds. Lakini hayo mambo yote aliyeifanya. Na hiyo sheria akafanya iwe hivyo. Yes. Kwa sababu umewahi ona radi wakati hakuna mvua. Jua imewaka hakuna. Inapatikana wakati kuna nyesha. Na ni kwa nini? Kwa sababu mwenyewe alizipanga hivyo. Yes. Ni yeye aliweka hiyo sheria ya kuamuru hizo vitu zote. Umefika 27. 27 inasema imefika 27. Ndipo alipoiona na kuitangaza, alidhibitisha na kuichunguza. Yes. Ukisoma Kiingereza inasema ya kwamba aliset hiyo law in motion. Ni yeye alifanya ianze kufanya kazi. Hiyo sheria ambayo hutawala vitu vyote katika dunia. Ni Baba wetu alifanya ianze kufanya kazi. Huyo ni mshuhuda mmoja. Na ukizidi katika hali ya kumsoma, pengine tusome kidogo ukienda 36. Yes. Hiyo Ayubu 36. Ayubu 36. Alielezea sana kuhusu ukuu wa huo Baba wetu. Na akafika mahali akasema ya kwamba huyu hata hatumjui. Kulingana na mambo ambayo yeye hutenda. Yes. Alisema ya kwamba hata hatumjui. Yes. Soma 42. Verse 36. Imefika. Job. Taangalia tu hapa tukiwa hapa. Tunaendelea vizuri na tuko karibu kumaliza lesson yetu ya siku ya leo. Kama vile mwalimu ametupeleka mtazamaji wetu, tunasoma kuhusu the natural law. Na mwalimu wetu ametupeleka vizuri sana, akatufundisha kuhusu gravity, akatufundisha kuhusu the sun, kuhusu day and night, kuhusu seas, kuhusu mambo hayo yote.
Na tumesikia kwamba mambo haya yote huwa yaliwekwa hivyo na mwenye enzi, na ikawa sheria ya kwamba kama ni jua lazima ikuje mchana, mwezi ikuje usiku. Kama ni vitu lazima ziwe zinavurutwa tu katika dunia. Kama ni ziwa inakaa pahali pake. Kama ni mito kuna pahali ambapo zinatembelea. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo mwalimu anazidi kutufunza ya kwamba ni natural au ni sheria tu za kawaida ambazo hutuonyesha ya kwamba kweli Mungu yuko. Kwa hivyo mwalimu, ukiendelea tukimalizia tuendelee. Ukisoma Ayubu 36. Yes. Uanze 26. Tutaanzia 26 katika kitabu cha Ayubu 36 kuanzia 26 inasema hivi. Tazama, Mungu ni mkuu nasi hatumjui. Hesabu ya miaka yake haitafutiki. Hiyo ni ya kwanza. Yes. Baada ya kuchunguza mambo mengi sana, sababu Ayubu alikuwa amenena mambo mengi sana. Yes. Ya kuhusiana na baba wetu. Yes. Alisema ya kwamba ni mkuu na hachunguziki. Ingereza inasema ya kwamba amezidi kuelewa kwetu. Kwa hivyo vile scientists wanajaribu kuchunguza mambo ya uumbaji, hakuna wakati ambapo wataweza kujua. Ni mambo yako juu sana. Kwa sababu hiyo sheria yeye mwenyewe ndiye aliyeipeana. Endelea kidogo tusikie kama atajaribu kuelezea. 27 kwani yeye huvuta juu matone ya maji, yamwagikayo katika mvua kutoka kungeni kwake. Yes. Ambaye mawingu hainyeshi na kudondoza juu ya wanadamu kwa wingi. Naam, mtu aweza kuelewa na matandazo ya mawingu, ngurumo za makao yake. Hatafika hapo. Najua mtazamaji akienda asome hapo atasikia. Kweli. Sababu anauliza ni nani anaweza kuelewa jinsi baba yetu hutandaza mawingu ili yanyeshe. Yes. Yeye huyapima kwa sababu hiyo sheria yote ilitoka kwake. Ndio sababu utaona kumenyesha hapa na ukipita pale utakuta hakukuwa na mvua. Yes. Hivyo ningependa turejelee shuhuda mwingine. Yes. Ambaye ni Paulo. Katika Waibrania 1 mstari wa 13. Waibrania 1 mstari wa 13. Mstari wa 13. Mtazamaji wetu tutasoma katika Waibrania 1 mstari wa 13. Ambayo inasema hivi, Waibrania 1:13. Je, yuko malaika aliyemwambia wakati wowote uketi mkono wako wa kuume hata nitakapoweka? Samahani, mstari wa 3. Mstari wa 3. Samahani mtazamaji wetu, ni Waibrania 1 mstari wa 3 ambayo inasema hivi. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa mkuu wa ukoo huko juu. Ingereza inasema who being the brightness of his glory, yes, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power. By the word of his power. Upholding all things. Ya kwamba aliweza kuweka sheria ambayo inatawala hizo vitu zote. Yes. Ambazo tunaviona. Correct. Kupitia uweza wake. Correct. Kwa hivyo huyo ni mshuhuda mwingine ambaye anatoa ushuhuda ya kwamba sheria yoyote ambayo inatawala dunia ilitokana na yeye. Correct. Kwa hivyo wakati mtu anajaribu kuchunguza tunasikia kwamba baba wetu ndiye aliyefanya haya mambo yote. Yeremia pia aliweza kutoa ushuhuda wa kuhusiana na hilo jambo. Katika Yeremia 33 somea 25. Yeremia 33:25. Mtazamaji, tunaenda katika kitabu cha Yeremia. Alikuwa ni nabii wa baba wetu. Yes. Na alikuwa ananena na Yeremia. Hivyo Yeremia akitupea testimony kumhusu. Yes. Kitabu chake ni thibitisho kwamba yeye ni mwema. Yeremia 25 inasema hivi. Yeremia 33:25 mtazamaji wetu inasema hivi. Bwana asema hivi, ikiwa agano langu
la mchana na usiku halikai imara, ikiwa mimi sikuziamuru kawaida za mbingu na dunia, ndipo nitakapowatupilia mbali wazao wa Yakobo na Daudi mtumishi wangu, hata nisitwae wazao wake watawale juu ya wazao wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, kwa maana nitawarudisha wafungwa wao, nami nitawarehemu. Najua wakati mmoja tutawahi pata nafasi na tutasoma kuhusu taifa na mwalimu wa the Bible, a book of today, aliguzia hapo. Correct. Akasema ya kwamba baba wetu alikuwa na uzao wake mmoja tangia mwanzo, ambao ni Israeli. Na ndiye alikuwa ananenea kupitia hawa manabii. Sasa huyu ni Yeremia. Ananena kuhusu baba wetu, shuhuda ambazo alitoa kuhusiana na wana wa Israeli. Akasema ya kwamba watatolewa katika nchi yao na kuhamishwa. Lakini anasema ya kwamba nitawarejesha. Lakini sasa kuna jambo anapea Yeremia likiwa thibitisho ya kwamba hata sahau hilo taifa lake. Gani? Akasema hivi. Thus saith the Lord, if my covenant be not with day and night. Ya kwamba kuna sheria inatawala mchana na usiku. Haujawahi ona kumechanganya. Ukisoma katika Zaburi 19 inasema ya kwamba ati siku hufikishia siku nyingine habari pasipo sauti ambayo husikika. Ya kwamba haya mambo hutendeka naturally baba wetu. Sababu yeye kuna hiyo sheria ambayo aliweka ya kutawala hizo vitu zote. Sasa anasema iwapo hiyo haitakuwa. Tuone ya kwamba leo saa hii ni saa 7, tuone kumechanganyika, kumekwisha kuwa usiku. Basi tujue ya kwamba baba wetu na uweza wake amesita kuwa. Haya, anaendelea na kusema ya kwamba and if I have not appointed the ordinances of heaven and earth. The ordinances of heaven and earth. In other terms ni kusema sheria ambayo inatawala mbingu na dunia. Katika hali ya hizo vitu zote. Mbinguni kuna hizo vitu, kuna jua, kuna nyota, kuna mwezi, kuna mawingu, kuna huko ndiko mvua hutoka. Hapa duniani tuna bahari, tuna nchi kavu, tuna mito, milima. Hizo vitu zote anasema ati kama yeye hakuweka sheria ya kutawala hizo vitu, basi sasa atasahau wana wa Israeli. Ni jambo ambalo haliwezekani. Kwa sababu kama mwanasayansi anatoa historia ya miaka bilioni 2 na yeye ni alikuta hiyo sheria ikiendelea zaidi ya hiyo miaka bilioni 2. Yeye alikuwa bado alikuwa na hiyo sheria ilikuwa inafanya kazi. Na hiyo sheria ilikuwa inafanya kazi. Hivyo kubadilika si ni jambo haliwezekani. Ni jambo haliwezekani. Akizidi sababu alizidi kunena katika hilo jambo. Ukisomea katika Yeremia 31, some 35 mpaka 37. Yeremia 31 usome 35 mpaka 37. 35 mpaka 37. 31 35 inasema hivi. Mtazamaji wetu, tunasoma katika Yeremia 31 kutoka 35. Bwana asema hivi. Awapaye watu jua ili kuwa nuru wakati wa mchana, na amri za mwezi na nyota ili kuwe nuru wakati wa usiku. Shika hapo vizuri sana. Ya kwamba baba wetu ndiye hupeana jua. Na ndiye amepeana pia amri za mwezi na nyota. Kwa hivyo kuna amri ambayo inazitawala. Na yeye ndiye ameipeana. Endelea. Na amri ya mwezi na nyota ili kuwe nuru wakati wa usiku. Aichafuaye bahari hata mawimbi yake yakavuma. Bwana wa majeshi ndilo jina lake. Amri hizi tuendelee. Amri hizi zikiondoka zisiwe mbele zangu, asema Bwana. Ndipo wazao wa Israeli nao wataacha kuwa taifa mbele zangu milele. Ya kwamba siku ambayo utaamka uone jua
ama mwanga wa asubuhi haujafika, usiku umeendelea, na kumekosa kukuwa na mchana kutoka hapo. Sasa tujue ya kwamba uweza wake na nguvu zake na yeye mwenyewe amesita kuwa. Asante sana. Asante sana mtazamaji wetu, tumeendelea vizuri, tunamalizia lesson yetu ya siku ya leo. Hata kama ni ndefu tutakuwa na session nyingine, lakini tumesikia kama kuna wakati ambapo utaamka mchana, baada ya kuwa mchana usiku uendelee, au jioni baada ya usiku kuendelea mchana uendelee, au baada ya jua upate mwezi, au usiku upate jua. Hiyo wakati ujue ya kwamba Mungu hayuko. Lakini so long as hizo vitu zinaenda hivyo kama vile zimewekwa, ni vizuri ujue ya kwamba Mungu yuko na ndiye ambaye amepanga mambo hayo. Mwalimu wetu, nataka umalizie kwa dakika kama moja, uweze kutupatia final remarks na utuambie sasa next tukikuja lesson hiyo nyingine tutaanzia wapi, kwa sababu leo tumefika mahali fulani. Kweli. Ni asante sana. Yes. Tutazidi kuendelea katika hilo. Tutakuja tumalizie kuhusu the natural law. The natural law. Tutakuja kusoma itakuwa ni kama case study za hiyo sheria. Yeye anaitawala. Kwa sababu tutasoma instant kadhaa ambazo alikiuka yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe alikiuka hizo sheria ambazo ameweka kuonyeshana uwezo wake. Kwa hivyo na ni mambo ambayo hayawezekani. Kwa hivyo tutasoma kuhusu kama mtu kama Joshua. Kuna siku jua liliweza kusimama ambalo ni jambo ambalo sio la kawaida. Tutasoma kuhusu wana wa Israeli. Jinsi walipata njia katika bahari. Na tutakuja tusome kuhusu Mwokozi wetu, Masihi Yeshua. Na mambo ambayo alikuwa anatenda, alikuwa anaponya, alikuwa anatenda mambo ambayo yalikuwa ni ya kutisha sana. Ndio tusikie hiyo sheria. Yeye bado anaitawala. Hakuiweka tena ikamzidi. Kwa hivyo tutaendelea kutoka hapo. Na ni asante sana mtazamaji wetu. Bwana aweze kuzidi kukubariki sana. Amen. Asante sana mtazamaji wa Real Time Media, kwa sababu umeweza kuwa pamoja nasi tangu hapo tumeweza kufika, tukajua ya kwamba there is the natural law, there is life and there is creation, mambo ambayo yanadhihirisha kwamba Mungu yuko. Na pia tutaweza kuendelea hiyo lesson wakati mwingine, Mungu wa mbinguni akitupa ruhusa. Naomba muwe na wakati mwema wa Bwana aweze kuwabariki katika hii siku nzuri ya matayarisho. Bwana awabariki hadi tutakapopatana tena. Shalom, shalom, shalom.